Somo la pili. Katika njozi yake Yohane anamwona Yesu kama kuhani, kama mfalme na hakimu wa makanisa 7 yaliyokuwa Asia Ndogo. Somo la kitabu cha Ufunuo. Mimi Yohane, ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nani katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, na alikuwa katika kisiwa kiitacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu, na alikuwa katika Roho siku ya Bwana. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, hayo uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Neno la Bwana. Nawe mshauri. Yesu alimwambia Tomaso, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Haleluya.
na Yohana. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya Ijumaa, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami peka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawafufulia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso aitwaye Pasha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamjia, tumemuona Bwana. Akamwambia, mimi nisiona mikononi mwake hofu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mikono wako, utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiamini, bali anaaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizofanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Injili ya Bwana. The second Sunday in Easter, and also Sunday is called Divine Mass Sunday. And so the word of God says we have had in the gospel that people who believe the resurrection demands us to believe. Many
recognize it in the regular prayer. Today is to end eye-opening. But now Jesus appeared and he said, I believe my Lord. So in many times we want to see, we want to hear with our eyes. But believing is very, very important in our life. Something you don't know. Something. But if you something so that's what is challenging to all of us. Jesus was to be of which the one you find a community like that becomes the unity is because somebody thinks they somebody different challenge. When we one would find each was sincere. Of course, if we are going to Jesus and also so very good.